ase bitabu byetu bye county erete mpaka abana ime bagosomera muroje ngenjere manyanga omuntu agachete erebralie no mujumbali omujumbe wekiama kayudye omuntu oyo naaka yes omuntu oyo wetera chiproxy chiaye ategete tumwaka nichibesi chiakanirege chonspi kangere brali yerete abantu abuna bwa buyigwete babange mpaka no emambya ngabana bajenzi bakugenda okora maandamano abo ale peaceful baroba adise tinga bakoleta abantu ime banse furugu baibe binte town. I want to give this warning. Ayekoro mujumbe oro musacha kamili injugo salie bintu bya bante town mwa yakomanya. And I want to warn the young people who have been hired by these called members of parliament that you think you can turn the table. People are demonstrating because you voted yes. And these are the same people who have been around the president, lying to the president how they are in control of Kisii. You went and voted yes against the will of the people. We want to warn you, if people they are demonstrating tomorrow, it will be peaceful. We will not entertain any element of unruly, or to disrupt, or to ban, or to break into people's business, or government premises. I'm told, the county commissioner, you know about this. The county commander, I want to know if you know about this. If you know it, because you have been giving these people security. And these people, they stand in the morning, they come pick police vehicles, walk around in a convoy. We want to invite you tomorrow. Come to Kisii. Try to burn down any business. Try to break into any property. We have enough people to handle you, be it a police officer, be it a county commissioner, be it anybody. We will not look back as our county goes to the dogs. I'm happy for the young man who said here, we rather die rather than living on our knees. Kwa hivyo ndugu zangu, wacha kujaribu. Kama watu wanaandamana kwa sababu wako na uchungu, na tunasema kwamba watu waandamane kwa amani, wakichoka warudi nyumbani. Serikali, I'm happy that Mheshimiwa Ruto amesikia maandamano ya wananchi, mpaka ametuma all his cabinet home. Those same cabinet, some of them were busy looking around for my papers. They went even to the university, getting copies of all my tests and certificates. Until the other day when now they have been sent home, walitoa hiyo file chini ya hiyo drawer, ameenda nayo nyumbani. I want to tell you, my brother, go use that file to lit fire in your house. Kwa hivyo hii biashara ya watu wanajisikia, kwa sababu hawa watu ndio wamekuwa hapo wakipiga kelele, wakiambia rais. I'm happy that President Ruto now amesikia sauti ya mwananchi, na tunamwambia aendelee kusikiza sauti ya mwananchi, kwa sababu hiyo ndio mambo watu wa Kenya wanataka. Kitu cha pili, huyu muungwana, huyu mbunge alikuwa anajenga hapa kupitia mtu wake. Nataka nikwambie sasa, we will ask our people to petition while we are petitioning.
with EACC, lazima watuambie hii pesa ilienda wapi. Mpaka tuambie pesa imeenda wapi. Mheshimiwa Sonya, hatuwezi weka pesa hapa. Pesa kama imelipwa, hii kitu imeisha. Tena tulete pesa nyingine. Huyu mtu lazima mshahara yake akiwa mjumbe alete hapa. Ama vipi? Simama maovu ya kitawala, sitasimama maovu ya kitawala. Kisii iko Kenya na tutahitaji, wacha hii peke yake. I don't know why it was to be in Sameta Mokwere. Ukienda hii soko yetu Itibo, pia mjumbe mwingine akajenga kafika rentals 13 million, akafanya nini? Akapotea. Hapana, huyu sasa ni mwingine, wako wawili. Actually, huyu ni mmoja, huyu mwingine ni mwingine. Hawa ni wajumbe wawili na wote wako katika serikali. Huyu mjumbe wa Itibo yeye aliniambia alijenga akafika hapo akapewa 5 million, lakini kwenda kuona kwa system wamelipwa 13 million. Na hao watu tena wamepewa serikali, wako katika serikali. Wacha niwaambie, nimepata nafasi sasa. Wacha niwaambie, siku hizi nitaweza pigia rais simu anachukua, nitaongea na yeye, nitaongea na Rais Ruto kabla mabadiliko makubwa. Hawa wangwana, mtu yoyote ambaye aliiba mali ya umma lazima akamatwe. Ufisadi, ubinafsi, Akiwa hapa Kisii, akiwa Nyeri, akiwa mahali popote, lazima wajibike. Kwa hivyo wacha niwaambie sasa, kwa sababu mlikuwa mnapiga kelele, Simba fika kwa rais ndiye anakimbiza Kisii. Hapana, ni ujinga yenu mlikuwa nayo. Hiyo ujinga yenu lazima itaisha sasa. Gen Z, we want to thank you. You don't know how you have deflected this time. Hao watu walikuwa wameanza kukanyaga sisi, lakini nyinyi mmetoa pumzi. Kwa hiyo mmetoa pumzi, kwa hiyo gurudumu hilo. Tunashukuru as long as it's peaceful. Lakini pia tumesema mtu anaitwa Koome kwa sababu yeye alisimamia mauaji ya vijana wengi, akamatwe, ashtakiwe. Kwa hivyo mimi nataka niseme hivi, watu wetu in 45 wards, mimi kama gavana wenu nitawatumikia. Najua mwaka mmoja chini ya mwaka ama miaka mbili chini kumekuwa na fujo kila mahali. Mtu imagine tuko mkutano kama hii, mtu anakuja pale aanze kupiga risasi, apige watu risasi, mpaka yule kijana aliyepigwa hapa risasi nimeona macho imeenda. Baada ilipiga, kumbe ilirarua hii nava. Na huyu jamaa hajakamatwa. Mmoja aliyevunjika mguu anaishi maisha ya kichochole. And we are in a country. Ngojea hapa mbele kuna mwangaza. Gen Z, asanteni sana.